Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkubwa duniani baada ya kutoa kauli kuhusu ushiriki wa Iran katika kombe la dunia la mwaka 2026. Huko suala hilo likihusisha pia timu ya wanawake wa Iran na uongozi wa shirikisho la soka duniani. Kupitia kwenye jukwaa lake la mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump alisema kuwa timu ya taifa Iran inakaribishwa kushiriki mashindano hayo, lakini anaamini si jambo sahihi kwao kushiriki kwa sasa kutokana na masuala ya usalama. Trump aliandika, timu ya taifa soka ya Iran inakaribishwa kwenye kombe la dunia, lakini sidhani kama ni sahihi wao kuwepo huko kwa sababu ya usalama wa maisha yao. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mvutano wa kisiasa wa kijeshi Mashariki ya Kati, hali ambayo imeweza kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanamichezo wa Iran ikiwa watasafiri kushiriki mashindano hayo Amerika ya Kaskazini. Timu ya taifa ya wanaume ya Iran ilikuwa tayari imepangwa kushiriki kombe la dunia kwa mwaka huu ambao litafanyika katika nchi tatu: Marekani, Canada na Mexico. Katika ratiba ya awali, Iran ilikuwa imepangwa kucheza mechi zake za hatua ya makundi nchini Marekani dhidi ya New Zealand, Belgium na Egypt. Hata hivyo, baada ya mvutano huu wa kisiasa na matamko kutoka viongozi wa Iran, maafisa wa michezo nchini humo walitangaza kuwa wamejiondoa kwenye mashindano hayo, na kauli ya sasa Trump imetafsiriwa ni kama imepuuza maamuzi ya Iran yaliyokwisha fanywa tayari juu ya kutokushiriki. Rais wa FIFA Gianni Infantino alisema alikuwa amekwisha kuzungumza na Trump kuhusu swala hilo. Infantino alisisitiza kuwa kombe la dunia ni tukio la kuunganisha mataifa kupitia michezo. Timu zote zinazofuzu zinapaswa kuruhusiwa kushiriki bila ubaguzi. Kauli yake ilenga kupunguza mvutano na kusisitiza kuwa maamuzi kuhusu mashindano hufanywa na FIFA, si serikali za nchi mwenyeji pekee. Wakati huo, timu ya taifa ya wanawake wa Iran imekuwa katika mjadala mkubwa wa kisiasa. Wachezaji wa timu hiyo walikuwa nchini Australia wakishiriki mashindano ya FC Women's Asian Cup. Katika mechi ya kwanza walikaa kimya wakati wimbo wa taifa wa Iran ukipigwa, jambo lilotafsiriwa kama ishara ya kupinga serikali yao. Baada ya tukio hilo, wachezaji hao walikumbwa na ukosoaji mkali kutoka kwa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Baadhi yao waliitwa wasaliti wa taifa. Baadaye takriban wachezaji watano waliomba hifadhi nchini Australia wakihofia usalama wao ikiwa wangerudi Iran. Trump pia alishinikiza Australia kuwapa hifadhi wachezaji hao, akisema wanaweza kukabiliwa na hatari kubwa wakirejea nyumbani. Sakata hili limeonyesha jinsi siasa zinavyoweza kuathiri michezo ya kimataifa. Wakati FIFA ikisisitiza kuwa soka linapaswa kuunganisha mataifa, mvutano wa kisiasa kati ya Iran na mataifa magharibi umeweka mashaka juu ya ushiriki wa timu ya Iran katika kombe la dunia lijalo.